do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my only reason, you're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from me. Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my only reason. haha ni tondu wa gitumi gia kuwe Ngai ringi mwathani tondu kumahindia mwili tu ngurida ya nyina no turite murangirite no kamumenyerera o mothe Jehova ni humba ni titere humbe tondu mamu wao uguo ni twakuya ritwa riaku na twarite ni tondu wikite wega ni tondu wi Ngai riu Jehova na ndungata na ngombo ciaku ni tuoka haha nigetha tumarute nyumba ino mwathani ni tondu ena tumia aria matuikite a nyina na ithu tukimahoera nigetha umanyitithanie nigetha umahote kuringia uthinjiri wa utumia thiini wa muiritu uguo tukimuruta guku turamuruta na kigongona kimurangire kimumenyerere tuthie tutware no tumagarie na thayo okinya riria turikinya kuri muthinjiri waku ni turigoca thiini waku Kristo turahoya ona twetĩkia. And I'm grateful to God for this day. Ninyi wote ni ushuhuda wa kile Mungu anafanya. Ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, kuwa mcha Mungu, waje utibiane kwake Mungu. Mungu anajua na kuda ni kitu chema. Kwa hiyo tunashukuru mahali msichana wetu amefika katika malezi, tumemlea leo kutakatifu katika nyumba ya Mungu, katika imani tuko naye, na mahali pale iko ni wazi ya kwamba siku ya leo imekuwa ni siku ya kupeana kwa heri kwa wazazi wake, ili kusudi aingie katika hali ya kutenga nyumba yake. Kwa hivyo sasa hapa ni kumwambia Mungu wa mbingu na nchi ashuke, ameshikilie kuanzia sasa na kuendelea mbele hadi dhabihu itakapokamilika. Kwa hivyo nataka tuamini na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, katika jina safi la Yesu Kristo. Siku ya leo tunacha mbele zako tuwalinua na kulisifu jina lako. Wewe uliomba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu Jehova, ulimjua msichana wetu Ana. Amelelewa na watoto wake na wazazi wake katika nyumba yako Mungu wetu, na pia katika nyumba yako takatifu. Na imani amekuwa akishikilia mali takatifu kuanzia mwanzo mpaka mahali amefika. Asemevika ni wazi ya kwamba Bwana anataka kuingia katika hali ya kuungana ili na mume wake kuanza jamii yao. Mungu mtakatifu, na mkabili katika uwezo nguvu zako. Na kuanzia sasa tunapoendelea Baba wetu hadi dhabihu hii itakapokamilika, naomba kwa mchase mkubwa na uwezo katika mambo yote, ili atokee chombo kilicho nzuri kitakalofanya jina lako kutukuzwa na kuhimidiwa milele. Mungu tunambarikisha mkononi mwako. Toka Maria kwa sasa, wacha baraka zako zianze kuandamana wa mcha yako. Bila shaka ufungue
hazina yako ya mbinguni nzuri, ukamtende yaliyo mema. Na hivyo ni kuanzia sasa tukiendelea, Baba wetu, kuwa pamoja nasi ukiwa mlinzi na mchungaji mwema. Dhabihu hii tunaikabidhi mkononi mwako. Ni wewe uliyesema ya kwamba msichana atawasa wazazi wake na yule awache wazazi wake waungane pamoja ili watengeneze jamii. Kuanzia sasa tunamweka huru katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka baraka juu ya maisha yake. Katika wanaendelea kuanzia sasa na kuendelea, wacha wapokee mema kutoka mbinguni. Tunabarikisha mkononi mwako Jehova, na kujua kwamba dhabihu hii umeipokea na utatenda zaidi ya kila moja. Maana tuomba tushukuru katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. How do I get through one night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, Acha tuombe. Asante Mungu kwa sababu ya wakati na saa hii. Amen. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Amen. Tazama siku hii ya leo tumekuja kwa sababu ya harusi hii. Yes. Na kama kawaida Mungu umefanya hawa wazazi kulea huyu mtoto. Amen. Ni asante kwa sababu wewe ni mzuri. Ni asante kwa sababu wewe unastahili. Amen. Sifa na utukufu ni zako. Amen. Sasa tazama wazazi hawa wametupea msichana huyu na sisi ili tumpelekee mtumishi wako mkuu. Amen. Ninaomba baraka juu yao na ninaomba Mungu uwe pamoja na wao. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. need you in my arms, need you to hold. You're my only reason, you're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gates. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you, your arms that carries me through. I need you. I don't need a lot of things, I can get by with nothing. With all the blessings life can bring, I've always needed something. If you ever leave, baby, you would take away everything good in my life. And tell me now, How do I live without you? I want to know. How do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's gate. if you ever go, how do I ever survive? There's a freedom in your arms. That carries me through. How do I, oh how do I live? God gave me up for the ups and downs. God gave me up for Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can't do. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on
much I know is true. That God bless the broken road that led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. But you just smile. Jehova ndahoya nigetha mwamure no mutherie tondu wa igongona riri. Jehova agithii igongona-inĩ rĩrĩ mwathani mwamure no mũtuĩka wa kũmũtongoria. Mwahinya no mũmenyerere mwathani ihinda rĩrĩa athiĩ kĩgongona-inĩ. Arũgamĩrĩria no ndamaiga mbere ya maitho maku nigetha matungate no matherie. Nginya marĩkinyanĩra kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa rĩĩtwa rĩaku. Twacokia ngatho igũrũ rĩa mothe nĩ tondũ wa wĩ na wĩ mũtugi. Ngai-inĩ waku na mũrũgũ Jesũ twacokia ngatho. Amen. I set out on a narrow way many years ago, hoping I would find true love along the broken road. But I got lost a time or two, wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. That every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true. That God bless the broken road that led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. But you
Just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of a grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where you are. And others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God blessed the broken road and led me straight to you. Now I'm just rolling home into my lover's arms. This much I know is true, that God bless the broken road. God bless the broken road that led me straight to you. You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. If a name it is, the name of Jesus Christ, my King. Like never before, oh my soul. Kwa hivyo mgeni, sisi wote tukiwa katika nafasi ya mgeni, na tufanye haraka sana. Watu vijana, nadhani tuketi, naomba tufungue njia. Asante sana. Wote vijana wameingia kwa harusi yenye imeandaliwa na ikaandalika, harusi nzuri sana. Hao vijana
wale vijana tungeweza kuongea fulana hii kamili kwa sababu ya kutoa wakati. Asante. Ndio mahali atapea mwelekeo hapo. Tunaweza kuharakisha kiasi kwa wengine. Hapa mbele ili nikaweza kupeana hii kipaza sauti yangu ni mawili tu peke yake, ili nikaweza kupeana kipaza hii cha sauti kwa mapasta. Sasa nafasi hii kama unajua ni mtoto umekalia kiti, wamukie kiti, watu wazima wakae chini. Hiyo ni tangazo langu la kwanza. Tangazo langu la pili, angalia yule mnayekaa naye ni nani. Yes. Uangalie vizuri yule mtu mnayekaa naye ni nani. Hapa ni sawa. Sawa? Ukiangalie yule mmekaa naye ni nani. Wewe sio mtalete nake ndugu. Wewe. Ndio kwa mwisho. Ya mwisho. Kuna mtu ameandikwa Asha pale. Ukitaka jambo lolote atakusaidia, na ukiniona hata mimi simumeniona nyinyi yote, nitafanya nini? Nitakusaidia. Kwa hiyo sina budi kuambia Mungu akawabariki na wakafanya vizuri. Bwana asifiwe. Asante sana kwa sababu tuna harusi siku ya leo. Nataka kupe pasta hii kipaza sauti ili akaweza kuendelea na hayo mengine. Sisi nyote tuseme amen. Amen. Hebu kuwe na mudi ya harusi. Kila mtu angalia mtu uso na umwambie tuko harusi. Tuko harusi. Tuseme amen. Kila mtu aseme amen. 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 Ni ushindi wa Bwana kupata msichana kama huyu na kijana mzuri. Kwani leo kumweupe mzuri kama huyu. Bwana asifiwe. Mimi sitakuwa na mengi, nitajaribu kuharakisha kwa sababu ya wakati. Tuko na wachungaji na wahudumu wa Mungu. Asante kwa sababu ya askofu kuwa pamoja nasi na wamama wa wachungaji na pastors wenzetu. Mungu aweze kuwabariki sana. Bwana asifiwe.
Hii ni harusi takatifu na harusi nzuri. Tutajaribu sana kwa sababu hawa sasa hakuna lingine, sisi baadaye tutakula, lakini hawa wawili kuna vile watabarikiwa zaidi. Ningetaka tu kusema maneno haya mawili. Ndoa ni nzuri sana. Wengi wanasema ndoa hudumishwa na upendo, lakini ningetaka kukuambia maneno mawili, nikaribisha mchungaji ambaye atatuelekeza kwa hatua hiyo nyingine. Ndoa, hata kama mtu anapendwa, unaweza kununua gari nzuri sana na hujui kuitengeneza. Kwa hivyo unaweza penda gari lakini hujui kuitengeneza. Kwa hivyo si jambo la kutosha kusema ya kwamba unampenda, kwa sababu kule ndani kuna kule kutengenezana. Wanaweza wasikiwe. Kwa hivyo kutengeneza huko kuna kile tunaita hekima na fahamu. Ukiwa na hizo mbili, ndoa itakuwa nzuri na takatifu. Wanaweza wasikiwe. Kwa hivyo asante kwa dada wetu na ndugu wetu, hiyo maneno muyashike mzuri sana. Kuna wakati upendo utakuwa umeenda chini, lakini kuna ile ya kutengeneza huo upendo. Bwana asifiwe. Nayo ni njia ya kutumia hekima. Bwana wetu asifiwe, na kuwa na ufahamu mzuri. Bwana awabariki sana. Asante kwa sababu ya wazazi. Ningetaka sasa muda huu nikamkaribishe mtumishi wa Mungu ambaye ni chairman wa huku Nakuru Town, ataweza kumsalimia. Atanirudishia na mimi nitaweza kumkaribisha mwenzangu hapa Pastor Joseph ambaye atatuelekeza kwa ratiba iliyo mbele yetu. Kwa hivyo karibu chairman. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo kwa Kristo. Mungu awabariki na awatendee. Poleni kwa safari. Mimi kwa majina yangu naitwa Msademo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Natumainia uzima wa milele. Kati tutakaporudi tuwe mmoja kupata uhai wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi ya kusema kwa sababu masaa imeenda sana, sijui imepotelea wapi. Hiyo kitu nasema, nyinyi yote mko mmekaribishwa hapa. Tumekaribisha kila mtu hapa na akiwa huru, na jamaa alikuwa hapa amesema kama uko na jambo umuulize. Kwa hiyo asifiwe. Sasa tuko wakati kwa sababu hii masaa ambayo ilikuwa inatakikana Bishop haya anaongea. Nimeona baina leo alikuwa mweupe. Lazima niona kama anafikiri kuwa mweupe kuliko yeye. Lakini naona leo ameoshwa. Amekuwa kijana mzuri. Na leo ni siku ya Ana na Maini. Sisi wengine ni kukula tu. Ndio tushibe nao wabarikiwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuongeza mambo mengi, tutakabidhi pasta ndio waendelee kwa haraka sababu saa inaenda na vile ndio wametoka pale. Mungu awabariki, awatendee. Tupigie sana makofi. Mimi ni kiongozi wa vijana na vijana wametoka, wengine walikuja kutoka Nairobi usiku, jana nilikuwa hapa jioni. Na kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana, ndiye nikienda hao, sitaki vita. Kwa hivyo tu wanayuthi wote kusimameni kila mahali mlipo. Kusimameni wanayuthi wote. Wanayuthi simameni. Mko wengi hivyo. Kujeni hapa. Wimbo moja tu kwa sababu ya wakati. Kujeni. Wimbo moja. Haleluya.
Nimesukumwa na wakati sana. Kuna jambo tumeiruka na ningetaka tuirudie ili tukaweze kukomboa wakati, na alikuwa hatujaomba ombi. Ningemuuliza mchungaji mwenzangu kutoka kule Eldoret, Brother Silas, akawa kuja hapa ili akatufungulie na maombi. Baadaye nitamkabidhi Pastor Joseph. Basi tukulie, tuamini na tuombe. Haleluya. Baba mfalme mwema, Mungu uishie milele, Baba wa utukufu, kwa sifa na utukufu mchana huu leo mfalme. Asante Baba yetu ni kwa sababu ya ukuu wako Bwana. Asante ni kwa sababu ya uaminifu wako Mungu. Asante ni kwa ajili ya matendo yako makuu mfalme. Asante ni kwa sababu ya yale ambayo umeyadhihirisha siku ya leo mfalme. Baba wetu tunasema sifa na utukufu ni zako Bwana. Siku hii mfalme mwema ilipangwa na ikawekwa mfalme, lakini Baba wetu umetimiza na umefanya iweze kuwa leo mfalme. Mungu wetu tunasema sifa zote na utukufu zote ni zako Bwana. Asante Baba wetu kwa sababu umefanikisha mambo haya Bwana. Baba wetu yakaweze kufikia siku hii ya leo mfalme. Vikwazo vyote na mipango yote ya adui imeweza kushindwa Baba wetu kwa sababu ya ukuu na uwezo wako Bwana. Tunakushukuru Bwana, wewe unayejua kufanikisha Bwana. Mungu wetu na kuleta utumilifu wa kila jambo mfalme. Nashukuru Bwana maana kuna maombi ambao watu wako wameomba Bwana. Kuna watu wamejifunga kwa ajili ya siku hii fanikiwe mfalme. Mungu wetu ni asante ni kwa sababu umesikia maombi mfalme. Asante Baba wetu kwa sababu ya safari zote watu wote wamekuja Bwana kutoka pembe zote ambazo wametoka mfalme ili kuja mahali hapa siku hii ya leo kuwa mashahidi Bwana. Mungu wetu unapoenda kuunganisha harusi hii mfalme, Baba wa uzima tunajiweka mikononi mwako Bwana.
hii kilele cha kila jambo, mfalme mwema. Baba, sifa na utukufu zikurudie mfalme. Barikisha watumishi wako Bwana Mungu wetu, watakaochukua dhabihu hii sasa na kuendelea mfalme Mungu wetu, wape kibali na uwepo na hekima inayotoka kwako mfalme, ili wanapotumika watumike sawasawa na mapenzi yako mfalme, na jina lako Baba likazidi kuinuliwa mfalme. Mungu wetu, ni asante uliotenda mambo makuu Bwana, kiasi ya kwamba hatuwezi kueleza mfalme, lakini twasema sifa na utukufu ni zako. Zote tuachilia mikononi mwako Bwana, ili Mungu tuongoze na utuelekeze Baba wetu kulingana na mapenzi yako, maana ni kwa jina safi la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Asante. Hebu sasa nimkaribishe Pastor Joseph aweze kuendelea na ratiba. Karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina Yesu liko imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina Yesu liko imara. Hakika tunasherehekea ushindi wa Bwana kwa kuwa ndiye ametuongoza tangu wakati tulianzisha hii mipango ya harusi ya dada na ndugu wetu. Masaa imetusonga sana, masaa haya ni ya bishop, na ningetaka tuyatumie kwa hekima. Sasa nikipewa nafasi kidogo nitumie vizuri, nikiamka ukae chini. Bwana asifiwe. Eldoret ndio wametuletea msichana, na nilikuwa nataka niwape wimbo mmoja. Wote wako wapi? Wasimame niwaone. Eldoret, Eldoret, Eldoret. Hao ndio wametuletea Ann, na ni watu wa maana sana, ni watu wetu, wadada wetu. Niwakaribishe tu kwa huo wimbo mmoja, na Mungu wetu atawabariki. Karibu. Yeah.
tunaendelea vizuri na masaa yetu ingawa imetusonga, tutaendelea mpaka tumalize. Kuna wachungaji wako hapa ambao si wa kanisa letu, sijui wasimame niwaone wachungaji ambao si wa kanisa la Mitume. Ukuja pamoja mtu waseme jina mahali imetoka. Hivyo tu, kuja karibu. Pada sesuai. Kwa majina yetu wa Mchungaji Sharaka, Rais ni Bwana ndugu ya Mungu. Okay, Bwana asifiwe. Naomba tuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa Mchungaji Lata Mungu Muyuri na hudumu na kanisa la Wako Church upande wa Njoro, na mimi namtumikia dada wetu Mama Sharago. Bwana asifiwe na wabariki. Okay, Bwana asifiwe. Nafasi hii nataka nikabidhi Pastor Omani. Hebu kuja hapa. Ndio sijui ulikuja katika nani wajulishe hivi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Amonene Yesu abakwe. Bwana asifiwe sana. Si wonderful. Bwana wabariki sana. Hii ndio siku ambayo Bwana ameifanya tufurahie na kushangilia ndani yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mahali popote ulipo, kama unasikia kuinamisha uso wako kuinua juu, uanze kushangilia Bwana kwa sababu ya ushindi sasa umeonekana. Bwana wabariki sana. Kwa majina kama vile tunavisikia naitwa Pastor Alfaye Mwanyi, nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana, mchungaji wangu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu za Edonet kwa ndio tunahudumia Mungu wetu. Na bila shaka nataka kusema kwamba mimi kuingia katika nyumba hii misho ambayo kwa hapa ndio baba yangu aliyeweza kuniingiza katika hatua ambayo tuko kwa siku ya leo kushuhudia. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba baada ya ushindi mtu kufundishwa neno anafikia kiwango anabuhu ya kwamba msichana au kijana anaweza ishi maisha matakatifu kisha akamuinua Mungu katika siku inayofuata. It is possible. Inawezekana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo tuko mahali hapa kudhibitisha na kuhakikisha wazi ya kwamba kile chema ambacho Mungu ametupata ni vizuri tumtukuze Mungu step by step mpaka tujie katika furaha ya milele. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nataka kushukuru Mungu sana kwa sababu siku ya leo inanikumbusha Injili days. Mimi hata mwana tumeanza kuchukua mshahara kutoka Sons of Prayer. Mimi nikiwa Eldoret nilifanya harusi ya kwanza katika Apostles Church. Msichana aliyetoa hapa alitolewa sasa Korea. Bwana asifiwe sana. Mungu anajua tu kwa mchingo kama hii, lakini you can see how God is working. Bwana wabariki sana. Sasa mimi nikukaa na niko na mkono na nishosho. Sasa ni vizuri sana ungemuona hata kabla sijaenda kwa. Bwana asifiwe sana. Hayo mtu mmarufu kuja. Ndio sababu watu sababu kuja wewe Yesu tulele tunaona Mungu alinipa na nilipotoa hapa vile. Bwana asifiwe sana. Sasa katika malezi yangu mimi nikipata mzee kama huyu ni kama nirudisha mkono. Tunaona vizuri mbele takatifu na sisi mtukufu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wabariki sana na wapende sana. Nafurahia kuwa katika kikao hiki siku ya leo, nitamani sana. Na kwa sababu imefika nimefurahia Bwana. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Lea Nyumbani. Barikiwe na Bwana na kudumisha. Basi Bwana Yesu awabariki sana. Kwa sababu ya muda na wakati unaofaa, siku ya leo ni siku ya Ana Maina ama Joma. Nashukuru Mungu kwa sababu imefika. Kwa hivyo hatutapoteza muda. Nataka kusema kwamba tumekuja na wapendwa kutoka sehemu za Loya na wachungaji ambao wengine tumekuja nao. Tunaomba pia kwamba unaweza wasalimia China na kutoka Mandoro na Utugu. Haleluya. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, mfalme wa utukufu, ahimidiwe. Ningependa kuwasalimu salamu pendo Bwana. Hamjambo? Pia nami sijambo kwa sababu ya Bwana kuniokoa
kupitia siku hii ya leo. Jina la Bwana liwe. Wakati ambapo huwa nasoma maandiko nikichunguza nakuta ya kwamba maandiko Biblia iko na aya 31,373, lakini kuna aya ambayo inasema ya kwamba nao vijana wao moto uliteketeza vijana wao, hawakuweza kuoa kwa sababu moto uliwateketeza. Nao wasichana wao hawakuimbiwa nyimbo za harusi. Kwa hivyo sisi tuna sababu ya kushukuru Bwana na kumuinua kwa kuwa kumepatikana kijana mmoja ambaye moto haujamla. Bwana asifiwe. Kumepatikana msichana mmoja ambao anaweza kuimbiwa nyimbo za harusi. Jina la Bwana liwe. Jina langu nimekwisha sema, naitwa Apostle Hassan Kimani Kaanda, naishi Kitale, Kisai. Bwana amani wabariki. Na pia mimi nimepata kuna iko kama ningepata dakika 2 ile nimepata ambayo inasema kwamba mke mwema nitakia mumewe, mke mwema nitakia mumewe, mke mwema nitakia mumewe, na mubaya ni kuoza ni kubani. Umepata mke, umepata kitu chema, umehifadhi akibali kwa Bwana, ulitike kwa mke wa ujana, usitake wake wa kigeni, milangoni mwao usikaribie, hata nyumba zao usitazame. Yule ambao umepewa na Mungu. Ndio kusoma katika Mithali 8 mstari wa 22. Hiyo ndio mahali kwa. Apataye mke apate kitu chema na apate kibali kwa Bwana. Bwana tuweza hapa kuna kitu ambaye chema Mungu amekiunda ndio tumeleta mahali hapa. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Ani awabariki. Kwa hivyo kitu chema cha kukutana. Mungu awabariki sana. Sina jambo lingine la kutamka. Kuna nafasi ambayo tuko naye, nataka kusema ya kwamba kwa kipo upendwa, ikiwa tumelelewa katika kanisa hili, when we children we were young men, youth, na kwa hivyo mbegu takatifu inaweza kuzwa, inakuwa sio kama vile inavyokuwa inabeberushwa hapa na pale mpaka mtu anatokea kitu chake, lakini there is this good seed, the holy one. Hiyo ndio tunaisimamia mpaka sasa, na ni sio watu kutambua ya kwamba watu wasijichafue katika mambo yaliyoko, lakini mbegu takatifu bado ipo na itakuwa maintained mpaka Kristo arudi. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kwa sababu tuna wapendwa ambao kwa hakika tulikuja nao, na nyumba yangu ya kwamba wale wazee wengine ambao tumekuja nao kutoka sasa Langasi, Jerusalem, toka Munyaka, mahali walimu msimame tueleze. Wazee, nasema wazee. Bwana siwe sana. Wazee hawa unayoona ndio maana sana. Bwana siwe sana. Ndaitani kwa sababu hapa baada ya mimi kuwa kufungua mimba ya Asubuhi Apostle Church wedding, kuna wale waliofuata nyuma yangu wakafuatana mpaka nashukuru ndugu James Barazani. Kumbuka wewe. Mimi ndio nilikuja naye, na baada ya mimi kuwa kufungua mimba yeye alifuata. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo atuchezee kanisa hili linafundisha fundisho takatifu la kumuinua Mungu kutoka ujanani mpaka ukuu mzima. Bwana siwe sana. Kwa hivyo baada ya hii sehemu ambayo tunaenda kuishuhudia siku ya leo, wacha niseme ya kwamba kama wewe kijana, jiweke vizuri, usishangilia wengine alafu baadaye vika kiwango yako ni pembeni. Hatuna haja na hiyo ya pembeni. What things will happen openly. The Bible says wanaotenda mambo katika nuru hao wanatenda katika kweli, na hivi kusudi na kutukuza Mungu aliye hai. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba tuliendelea
na ukiona wazee hao wamefuatana namna hii, ni mbegu zile ambazo zimekuzwa kanisani, na pia wako mahali pale kama ushuhuda ulio hai, ili Mungu atukuzwe ni kwa ajili ya mambo yote. Bwana asifiwe sana. Tumeonyesha yote ili tufike mahali hapa. Siku ya leo wacha iwe siku ambayo ya kumtukuza Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hata tunapokwenda mpaka tamati. Bila shaka Mungu atawabariki. Bwana asifiwe sana. Kalia jina la Bwana. So mimi sina mengi ya kutamka kwa sababu najua kwamba tumekuja katika mission nzuri ya kushuhudia watoto wetu. Kwa hivyo mahali popote ulipo, jipange vizuri na utapata lile ambalo linakuwezesha, na ndiposa utatokea mahali ambaye kila jambo utakayotenda limletee Mungu ile utukufu na sifa. Bwana awabariki sana. Mungu awatende mazuri. Nimesema mingi, nataka kusema kwamba wote kutoka Eldoret, karibuni hapa ni kwa baba mzazi, na kwa hivyo hapa ndio nilitolea mko wangu na tumerudisha kwa ni baraka kubwa. Mungu awabariki. John na Ann basi wanatoweka wega, ndio wanataka tumalize haraka haraka, na sisi hatutawakaisha sana. Haya, wake wa wachungaji wenye wako hapa iko wasimame, lakini viti ya bishop asijaribu kusimama. Pastors wenye wako wasimame. I said